Wadaku, Wajaluo nyinyi ni nyoks. Wajaluo nyinyi ni crocodile tears. Sai mnajifanya vile mlikuwa mnapenda Tony Ndiema. Sai Tony amekuwa mkufi, mnajifanya vile mnampost. Mnajifanya vile mnaimba nyimbo zake. Mbona Tony akitoa hiyo manyimbo akiwa artist? Hamkuwahi msupporti, hamkuwahi subscribe YouTube channel yake, hamkuwahi hata Facebook ako na namba kidogo sana. YouTube ako na namba kidogo sana. Sai ndio mnajifanya vile mnampost. Who does that? Ilifika mahali Tony cannot sing on stage. Ang'o mano timore kwani mokinyalo stage? I don't know. Nilikuwa naweza ongea outside. Naweza imba kwa studio. Nikienda kwa stage sauti haitoki. Haitoki kabisa. Yeah. Ne, Rita ne matin nyathewa. Yani ka inoko tiwuoyo maber. Lakini kidhi stage to kinyal wer. Kinyal wer. Ang'o mano dhi mbele? Manager gani? Wadaku, welcome back to my YouTube channel. Kama dawa ni Senje, mdaku wa Gulf Home and Away, msichana mrembo peke yake kutoka Mumias, Kakamega County. So Wadaku, tunataka kuongelelea about Tony, anajita Tony Ndiema, the youngest artist ambaye amekuwa mkufi. Na Tony Ndiema alikuwa anatakana perform 4th July 2026. Alikuwa anataka perform. Na pesa ambaye alikuwa ameitiwa imekuwa pesa mingi sana yenye hakuwahi ama angeweza kupata hiyo pesa. Lakini kifo chake kimetatanisha wengi sana. Ni mtu ambaye amekuwa tu mkufi all of a sudden. Okay, fine. Wadaku, according to Tony venye anaongea, anasema sauti yake ilipotea. Akiwa kwa studio anaimba, akiwa ndani ya nyumba anaimba. The moment anapanda stage, sauti inapotea. Na kila mwaka Ohangla wanakufa. Kila mwaka Ohangla, lazima mmoja Ohangla, one artist Ohangla akwe mkufi. Hawa watu wanatoananga kafara ama ni nini? Because hii hatuwezi kusema ni aboma. Hawa ni waimbaji wenyewe ndio wanachimbiana wenyewe kwa wenyewe. You tell me why Tony and by the way, mimi nasikizanga ngoma za Tony. But mimi ni member wa nani anajitanga aje huyu Ndoa ya Machozi. Mimi napendanga zile ngoma za kitambo. Unaona, wakinanga Osogowinyo, wakinanga Tony Nyadundo, au ndio sasa mimi my favorite. Nataka kusikiza Ohangla ama nataka kusikiza Luo song, nasikiza wakinanga nani Tony Nyadundo. Unaona, ama nikijisikia najibamba na Prince Inda. Wadaku, wacha niwaambie kitu moja. Hawa Ohangla wa nyumbani, hawa Ohangla music, hawa watu wanatoana kafara. Hii wanatoana kafara. You tell me why 2 days Tony perform na amekuwa mkufi. Ameanguka chini, akapelekwa hospitali, ghafla binifu na akakuwa mkufi. Who does that? Alafu Wadaku, nimekuja kurealize watu wanapenda kupost mtu akiwa mkufi. Huyu Tony hakukuwa anapostiwa. In fact, hata Wajaluo hawakukuwa wanasupport Tony. Ukienda kuangalia Tony, he's the young artist. Enda kwa Facebook yake, ako na less than 100 followers. Enda kwa YouTube yake, ako na less than 50. Naongelelea 39.3. Music zake hazisongi, wamsupport. Saa hii ndio wanajifanya ati Tony amekuwa mzuri. Saa hii ndio wanampost. Lakini wakati Tony amekuwa mzima, Tony anataka hiyo support. Watu hawakuwa wanamsupport. Wanamsupport Tony akiwa mkufi. Who does that Wadaku? Aya, nengoja kidogo. Tony ni cool kid. Ni yule jamaa ambaye anafanya vitu zake, yani anafanya vitu zake slowly. Alikuwa ameperform na Prince Inda. Tony anasema amekuwa anapitia changamoto mingi sana za maisha.
mpaka kuna wakati alikuwa amekaa kwa nyumba yake. Ukisikiza hiyo interview vizuri, alikuwa amekaa kwa nyumba yake. Kavla Binivu, makarao wakamkujia. Imagine Tony amekaa, lakini makarao wanamkujia. Na you know what? Wakati alipigia best friend ambaye anajiita Prince Indah, one call akatolewa. Only one call akatolewa. Na hata mpaka saa hii Tony mwenyewe hakujua ni nini ilifanya akashikwa, because pia yeye yuko pale stranded. Hata hakujua ni nini ambaye imefanya akashikwa. Wadaku, is this normal? Na mbona Ohangla artist, Ohangla wakifika juu sasa ndio wanainuka, wanakuwa wakufi. Sorry, kushout shouting. Mbona wadaku Ohangla artist hala, sauti yangu pia inapotea juu naongelea mkufi. Who does that? Sasa sauti yangu inaenda. Anyway, mate ndimenichoko. So, wadaku, tulikuwa tunaendelelea na udaku. Wakati Ohangla wakati Tony ametaka usaidizi. Wakati Tony Ndiema ametaka usaidizi, nobody, hata Wajaluo hawakumsupport. Hakuna Mjaluo ambaye amesupport Tony. Nikikwambia watu wapendani, nyinyi mnasemanga ya kwamba Waluya wapendani. Si mimi ni Mluya na Wajaluo sisi ni damu moja. Lakini sasa mbona hawataki kusupport Tony? Tony saya amekufa, ndio wanajifanya na crocodile tears. Sasa ndio wanaimbisha nyimbo zake. Sasa ndio wanamboast. Wakati alikuwa mzima, anataka hiyo support yenu. Afike mahali amefika, ama afike ile level. Mbona mkukuwa mnamsupport? And by the way, mbona mnapenda kusupport mkufi? Who does that, wadaku? So, hii story ya Tony Ndiema inaenda kukua moto, na tutajua ni nini ambacho kimemuua Tony Ndiema. Ni ugonjwa ama ametolewa kafara? Na kama ametolewa kafara, tutajua ametolewa kafara na nani. Na kama ni ugonjwa, tutajua ni nini imesababisha Tony Ndiema akakufa. Kijana mdogo, kijana barubaru, handsome boy, a small young, amekufa. Who does that? Who does that, wadaku? Unajua hii ni breaking news. Hii ni breaking news. Na ni breaking news kali sana. Haja sasa wadaku. Who does that? Who does that? Tutajua tu. With meantime, Wajaluo atakuja kutuambia ni nini imeua Tony Ndiema. Na nimeenda. Like, comment and share. Kaa hapa kwa nyumba ya umbea. Umbea nataka kuwaletea one by one. Kama mimi Senje Mdaku wa Gulf, home and away, nitawaletea udaku kuhusu Tony Ndiema. Wakiongea kwa Kijaluo, I'm here to present you with Swahili. Na nimeenda. Kwa sababu subscriber wangu ama supporters wangu sio Wajaluo peke yake na sio Waluya peke yake. Wakamba, Wakisii, Wameru, Waembu, whatever wako hapa. So, kaa tuned kwa hii channel. Kaa tuned kwa hii channel, wadaku. Ninataka kuwaletea udaku one by one. Thank you.